Warumi 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nitasoma kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Mwenye mamlaka basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Maandiko yanazungumza, nimesoma maandiko katika Warumi 13 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6 mpaka mstari wa 6. Lakini tukisoma mstari wa 7 unasema, wapeni wote haki zao, wapeni wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru naye apewe ushuru. Taishia hapo. Nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya dunia hii uliotupa, dunia nzuri. Asante kwa ajili ya Tanzania, asante kwa ajili ya nchi ya Marekani, asante kwa ajili ya Rais Trump, asante kwa ajili ya rais wa Venezuela ambaye ni Nicolas Maduro. Asante kwa ajili ya dunia nzima ambayo ina amani. Tunakushukuru Mungu kwa sababu unailinda. Naomba katika jina la Yesu, amen. Sasa ndugu zangu, ninataka niongee na dunia nzima kwa ujumla. Nimesoma maandiko yanayosema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamuliwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Nimesoma maandiko haya kwa maana ya kutaka kumwelewesha Trump kwamba hivi, kila mamlaka imetoka kwa Mungu, kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Mamlaka ya nchi ya Marekani ambaye yeye Trump yupo kwenye kiti hicho imetoka kwa Mungu. Mamlaka ya nchi ya Venezuela ambaye Rais Nicolas Maduro alikalia kiti cha urais kama rais wa nchi, nayo imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo kila kiongozi anayetawala ameamuliwa na Mungu kuwepo pale. Kwa hivyo sisi kama watu wa Mungu lazima tuheshimu mamlaka zote zilizotoka kwa Mungu. Kwa hivyo nilikuwa na kuomba ndugu yangu Trump uweze kumwachia rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Rais Maduro ni mamlaka iliyoamuliwa na Mungu kuwepo. Kwa hiyo wewe Trump, ukiwa kama ni Mkristo, ukiwa ni mcha Mungu, ukiwa unampenda Kristo, basi ni vizuri Nicolas Maduro umwachie. Si kwa sababu tu ya
ya mimi nimesema, lakini pia na kwa sababu ya kutafuta baraka na haki mbele za Mungu. Ninaomba umwachie, na katika kumwachia kwako itabidi uombe msamaha, kwa sababu wewe, ninakujua Trump, wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu ambaye unajitambulisha kama aliyeokoka. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima watende haki. Kwa hiyo ninakuomba umwachie kama Mkristo ambaye umeokoka, unampenda Mungu. Nimeona klipu zako nyingi ambazo zinazungumzia habari ya maneno ya Mungu yaliyo mazuri kipindi cha uchaguzi, na umemtaja Mungu mara kwa mara wakati wa uchaguzi. Sasa ninaomba ili uendelee kupata baraka